Sasa tumalize kawimbo kamoja kazuri. Sema kazuri. Wangapi wanaamini tumeonwa na Yesu? Wangapi wanaamini tumeonwa na Yesu? Wangapi wanaamini tumeonwa na Yesu? Wangapi wako tayari? Tunaendelea kusifu Bwana.
mtumishi wa Mungu. Mshangilie Yesu. Haleluya kwa Yesu. Tufiwe sana. Tunamsifu Bwana wala hatutakoma. Sasa kuna mtu mmoja pale tunakuja hapa kumuinua Yesu. Haleluya. Watu wa Mungu tusalimiane tuseme wote. 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 Watu wa Mungu, watu wa Mungu, watu wa Mungu. Watu wa Mungu tusalimiane tusome wote. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Wewe kama hataki muache narudi tu. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen, haleluya. Amen. Wakazama kama risasi, risasi kamia maji mabomu, Bwana katika miungu yote, nani aliye kama wewe? Mtukufu katika utakatifu, mwenye kuogopa katika sifa, bahari adui wamezama kama risasi wote, risasi tena Bwana katika miungu yote, ni nani? Wewe ni mtukufu. Unachukua kitambaa chako.
Yeah.
Yesu. Nani? Hallelujah. Mikono yako ilivyo juu, tunaenda kumpigia Bwana Yesu makofi na vigelegele vingi. 1, 2, 3, mshangilie Yesu. Tafadhali naomba haraka vyombo vya sadaka vipite mbele. Wakati huu naomba nimkaribishe mchungaji wetu mpendwa Mwamuma ili aweze kuomba kwa wakati huu. Karibu sana mchungaji Mwamuma. Makofi na vigelegele wakati anapita mbele mchungaji wetu mzuri. Ongeza makofi, ongeza makofi. Baba yetu na Mungu wetu uishie milele, tunakushukuru kwa ajili ya majira haya. Asante kwa wema na uaminifu wako kuwepo pamoja wote. Ni wakati mwingine ambao wajoli wako wanakwenda kutoa matoleo. Naomba neema yako imfunike na kumgusa kila moja kufanya yale ambayo amekusudia moyoni mwake. Akatoe sawasawa na ufadhili wako kwake. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na achilia neema na ulinzi kwa kila atakayenyosha mkono wake kukutolea Bwana. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu Baba nimeomba nikiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimia katika jina la Yesu. Ninaitwa mchungaji Emilio Mlandali. Natumika katika kanisa la Pentecost Holiness Mission. Ninapatikana nyuma ya soko kuu. Pale soko Jumapili nilikuwa na vijana kama 30 na kitu wanao pale. Karibuni sana. Baada zetu zinaanza saa 2:30 maombi mpaka saa 3. Alafu saa 3 mpaka saa 4 Sunday school. Alafu saa 4 ibada mpaka saa 7. Karibuni sana. Amina, amina. Majeshi, majeshi. Majeshi, majeshi. Yako wapi majeshi? Yako wapi majeshi? Haleluya. Amina, Mungu awabariki sana. Pia nashukuru kuona wanafunzi wengi waliokoka. Wanaosema waliokoka wajasoma, nadhani saizi wako huko wanalia, kumbe wasomi waliokoka wako wengi. Ongeza makofi kwa Bwana Yesu. Haleluya. Hiyo ilikuwa ni zamani kwamba waliokoka wajasoma, lakini saizi wasomi wazuri ni wale waliookoka. Haleluya. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa mchungaji Onesimo Ephraim wa kanisa la Ofani. Niko mtaa mmoja unaitwa Mbezi Beach, maeneo ya Yongole pale. Mungu awabariki sana. Muda wa ibada ni kuanza saa 2 tunaanza maombi, saa 3 Sunday school, saa 4 tunaendelea na vipindi vya ibada. Mungu awabariki sana na karibuni sana. Haleluya kanisa. Haleluya watu wa Mungu. Na wasalimu kwa jina la Yesu. Jina langu ninaitwa Joseph Ngulo.
Mimi ni mzee wa kanisa kutoka katika kanisa hili hapa la Pentecost Holiness Mission. Ndio, tunajisikia vizuri kwa wageni wetu kututembelea, vile vile kwa huduma zote ambazo mmezifanya tangu siku mlipofika mahali hapa. Tumejisikia vizuri na mmekuwa faraja kubwa sana kwetu. Tunawakaribisha kesho. Ibada yetu kesho inaanza kuanzia saa 2 mpaka saa 3 itakuwa tuna maombi. Baada ya hapo tutakuwa tunaendelea na ibada. Haleluya. Kwa hiyo mjisikie vizuri. Karibuni sana watu wote. Tungetamani watu wote muje muabudu hapa kwetu Pentecost Holiness Mission, kituo cha Sohari. Na Mungu awabariki sana. Amen. Hallelujah. Kasfeta. Nimeanza hivi kwa sababu mimi nimelelewa na chombo hiki. Kabla sijaja hapa kufungua kanisa, nimelelewa na chombo hiki nikiwa sekondari. Na nimetumika sana. Mungu awabariki sana. Yes, jina langu ninaitwa Mchungaji Zebedayo Sadrus Lusoko. Kanisa la Ebeneza EGC. Hiyo tuko hapa Mafinga, maeneo ya FM. Yes, maeneo ya FM Sheri pale mashine ya mpunga kwa chini kidogo. Ratiba za ibada siku za Jumapili ni kuanzia saa 3:30 mpaka saa 6:30. Tunakaribisha sana. Mungu anatenda mambo makubwa, Yesu anaonekana. Haleluya. Lakini niseme neno moja. Haleluya. Sekunde 3 tu. Niseme neno moja kwamba hao watu wametoka mbali kuja hapa kuleta injili. Ni neema ya Mungu mpaka wameweza kufika hapa. Kwa nini nasema kwamba ni neema ya Mungu mpaka wameweza wao kuweza kufika hapa? Watu ambao wameokoka hawa ni shuhuda. Sasa kama umepata neema ya kufikiwa na injili hii, jitahidi udumu, jitahidi ukae, usiwe mbegu inayoharibika, kwa sababu kuna gharama hapa tunajua wametumia nyingi sana. Kama Yesu asingekuwa kweli, gharama hizi zisingetumika. Haleluya. Wasingeweza kusafiri kuja kukutafuta wewe. Wako mbali. Unajua unaweza kusema labda hapana, walokole wanatafuta pesa. Kama ingekuwa hivyo hawa hawatoki hapa. Wametokaje Dodoma kuja kutaka pesa ya wewe huko? Haleluya, haleluya. Napenda kusema kitu kimoja ndugu yangu kwamba Yesu anakaribia kurudi. Mpigisha tu mwenzako mahali ulipo, mwambie Yesu anakaribia kurudi. Kwa kama Yesu anakaribia kurudi, na ndio maana hali kama hii inaendelea ili na wewe uvuliwe. Haleluya. Karibuni sana pale FM, tunawapenda sana. Karibu sana. Amen. Asante. Tunawashukuru sana wachungaji wetu. Mungu awabariki. Asanteni sana. Basi naomba mchungaji 6. Mchungaji 6. Naomba usitoke. Karibu, tunaomba uombe kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Sasa makutano, naomba tupate muda wa kutulia sasa vizuri ili tuweze kupata kusikia neno la Mungu. Karibu mchungaji 6 uweze kuomba kwa ajili ya mtumishi wa Bwana. Karibu sana. Tuombe. Mungu mtakatifu, Mungu mwenye nguvu zote, Mungu mwenye uweza wote, Mungu mwenye mamlaka yote, wewe ambaye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, ni wakati mzuri sasa mtumishi wako anakwenda kusimama ili kuleta ujumbe wa neno lako, na muleta katika mikono yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naomba umtie nguvu anapokwenda kuleta ujumbe. Neno lako mtakatifu kama ulivyosema katika Isaya, lisianguke bure, likatimize makusudi yako katika jina la Yesu Kristo. Ninakemea kazi zote zile za adui zipate kushindwa katika jina la Yesu. Zishindwe katika viwanja hivi, na haribu kwa jina la Yesu, na kemea kwa jina la Yesu. Tawala Mungu mkuu, tawala Mungu mwenye nguvu. Bariki mkutano
mkutano huu na mtumishi wako ukamwatamie kwa jina la Yesu na kubariki. Yesu, wewe mwaminifu, utamuongoza kwa roho wako. Amen. Makutano wote naomba tusimame. Simama mahali ulipo, tuende kumwomba Mungu ndani ya dakika moja. Ndani ya dakika moja, inua sauti yako, mwambie Bwana kwa ajili ya jioni ya leo. Shukuru Mungu kwa ajili ya jioni ya leo. Shukuru Mungu mahali ulipo. Shukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Mashaka paruska badia ba rosa paruska badia ila masana la bakaya badia katika jina la Yesu. Ala masaya balusa badia ba. Yesu Kristo ninakushukuru. Yesu Kristo ninakuinua kwa ajili ya jioni ya leo. Tunasema asante Bwana kwa ajili ya neema hii ambayo umeiachilia Bwana katika siku ya leo. Tunakushukuru Bwana, tunakushukuru Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunakushukuru, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya Mafinga, tunakushukuru Bwana kwa ajili ya Mafinga. Hebu mwambie Bwana asante kwa ajili ya Mafinga, mwambie Bwana asante ya Mafinga. Mafinga, mwambie Bwana asante kwa ajili ya Mafinga. Mwambie Bwana asante juu ya Mafinga hii. Asalamu kala badia, asalamu kala badia, asalamu kala badia. Yesu asante kwa ajili ya jioni ya leo. Yesu kwa ajili ya jioni ya leo. Asante Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, tunakushukuru kwa kuwa katika viwanja hivi. Baba, tunakushukuru kwa kuwa utatenda sawa sana neno lako. Baba, ninakushukuru kwa kuwa katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa kuwa utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa neema iliyo ya pekee na ya tofauti. Baba, utaponya katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ni sana wakati umefika kumuinua Yesu katika viwanja hivi. Roho Mtakatifu, ninakualika tena mfunue Yesu Kristo katika viwanja hivi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, asante. Amen. Haleluya Mafinga. Haleluya watu wa Mungu. Amen. Naomba uketi. Naomba uketi kama una mahali pazuri pa kuketi. Naomba uketi, na kama una mahali pazuri pa kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru. Leo ni siku ya 7 ya mkutano wetu mzuri. Leo ni siku ya 7 ya mkutano wetu mzuri. Haleluya. Siku ya leo napenda kumshukuru Mungu. Haleluya. Haleluya tena. Siku ya leo napenda kumshukuru Mungu ambaye ametupa uzima mimi na wewe kuweza kufika katika viwanja hivi, lakini pia napenda kuwashukuru watu wote ambao mmeweza kufika katika viwanja hivi, lakini kipekee sana napenda kuwashukuru baba zangu wachungaji pamoja na maaskofu, lakini pia kipekee sana napenda kumshukuru baba yetu mlezi ambaye ameacha shughuli zake na amekuja kuona vijana wake wakieneza Injili. Mungu atubariki sana mama. Lakini pia nipende kuwashukuru watu wote wa Mafinga kwa kutupokea kuanzia siku ya kwanza ya Jumapili. Tunashukuru sana kwa ukarimu wenu. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini pia nipende kushukuru serikali ya Mafinga kwa kutupa kibali cha kuweza kufanya mkutano huu.
pia Mungu awabariki sana serikali. Sauti yangu inaposikika, najua viongozi wanasikia. Tunasema asante kwa kibali. Mungu awabariki sana. Haleluya. Lakini pia nipende kukushukuru wewe, mtu mzuri wa Mungu ambaye umefika katika viwanja hivi. Ninaamini Mungu ana kusudi na maisha yako. Jina langu naitwa Mwinjilisti Eric Sankara. Siku ya leo ni siku yetu nzuri ya 7 ya mkutano. Siku ya kwanza tulikuwa na mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Eric Sankara, alitufundisha kwa habari ya upendo wa Yesu Kristo kwa watu wake, na tukajifunza ya kuwa Yesu Kristo anatupenda. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza upendo wa Yesu Kristo kwenye maisha yetu, tukaona jinsi ambavyo Mungu alimtoa mwana wake wa pekee kwa ajili yetu sisi wanadamu, ili tuokolewe, ili tuwekwe huru na tusamehewe dhambi zetu. Lakini siku ya pili tukajifunza somo linalosema kwa nini umfahamu Yesu. Tukajifunza kwamba Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu haendi kwa Baba ila asipomwamini Yesu. Tukajifunza tena ya kwamba Yesu Kristo alikuja afe msalabani kwa ajili ya dhambi zako wewe na dhambi zangu mimi, ili mimi na wewe tupate wokovu. Lakini siku ya tatu tukajifunza kwa habari ya nguvu ya jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza kwamba jina la Yesu lina nguvu, jina la Yesu linaponya, jina la Yesu linaokoa. Siku iliyofuata ambayo ilikuwa ni siku ya 5, tukajifunza kwa habari ya nguvu ya toba. Tukajifunza toba inaleta msamaha dhambi. Toba ya kweli inasababisha wewe kuokolewa. Toba ya kweli inaleta ondoleo la dhambi. Lakini siku iliyofuata tena tukajifunza, ambayo ni siku ya jana, kwa habari ya maisha ya umilele. Bwana Yesu asifiwe. Tukajifunza kwamba kuna maisha baada ya hapa duniani. Leo hii wewe ni mzima, leo hii unapumua, lakini baada ya wewe kuondoka hapa duniani, hatima yako itakuwa ni ipi? Tukajifunza kwamba wale wote ambao wanamwamini Kristo wataurithi ufalme wa mbingu, lakini wale wote ambao walimkataa Yesu Kristo, walipozisikia hizi habari wakazikataa, mwisho wao utakuwa ni jehanamu ya moto. Tukajifunza kwamba unatakiwa ufanye uamuzi ulio bora kwa ajili ya mwisho mzuri wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe makutano. Lakini leo ni siku ya 7. Mwambie mwenzako ni siku ya 7. Ni siku ya 7. Mwambie tena ni siku ya 7. Ni siku ya 7. Siku ya 7, siku ya 7 katika Biblia inawakilisha utimilifu wa Mungu. Namba 7 inawakilisha utimilifu wa Mungu. Lakini siku ya 7 ndiyo siku ambayo Biblia inasema Mungu baada ya kuziumba mbingu na nchi akapumzika. Bwana Yesu asifiwe sana. Jioni ya leo ninatamani tujifunze somo zuri sana, ambalo hilo somo msingi wake wa kwanza niliuweka Jumapili. Nikasema kwamba Yesu Kristo anatupenda. Yesu Kristo anakupenda wewe na mimi. Lakini siku ya leo ninatamani nikuongezee msingi mwingine mzuri kutokana na masomo ambayo yamepita jana. Leo ninatamani tujifunze somo linalosema nguvu ya imani. Nguvu ya imani. Somo letu la leo na jioni ya leo linasema nguvu ya imani. Naomba msomaji wangu nisomee kitabu cha Marko sura ya 9 mstari wa 23 mpaka wa 27. Amina. Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia
ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Mara babaye yule kijana akapaza sauti. Nitarudia. Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake yeye aaminie. Mara babaye yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Naye Yesu akiona ya kuwa mkutano umekusanyika, mbio akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru, mtoke huyu wala usimwingie tena. Akalia akamtia kifafa sana, akamtoka naye akawa kama amekufa. Hata wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua, naye akasimama. Hata alipoingia nyumbani, wanafunzi wake wakamuuliza kwa faragha, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Amen. Naomba urudie tena Marko 9:23. Amina. Neno la Mungu linasema, Yesu akamwambia, ukiweza yote yawezekana kwake aaminie. Ukiweza yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Endelea. 24 nasema, mara babaye yule kijana akapaza sauti akasema, naamini, nisaidie kutokuamini kwangu. Ishi hapo hapo. Naomba tusome tena kitabu kingine cha pili, Waebrania 11 mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu ni lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Naomba urudie tena. Amina. Neno la Mungu linasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu ni lazima aamini kwamba yeye yuko na ya kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amen. Haleluya tena makutano. Amen. Haleluya tena makutano. Amen. Jioni ya leo natamani tujifunze somo zuri linalosema nguvu ya imani. Nguvu ya imani. Nilisema siku ya kwanza hatutaongelea habari za siasa, hatutaongelea habari za mtu mwingine, hatutaongelea habari za jambo lolote, ila tutaongelea jina moja linaitwa jina la Yesu. Ila tutaongelea mwanaume mmoja anaitwa Yesu. Na jioni ya leo ninatamani tujifunze somo linalosema nguvu ya imani. Nguvu ya imani. Nikianza kufafanua nini maana ya imani, kitabu cha Waebrania ile sura ya 11 mstari wa kwanza inasema, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, lakini ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa Kiswahili rahisi naweza nikakurahisishia nikasema, imani ni njia, ni mkono wa kupokea vitu kutoka kwa Mungu. Imani ni mkono wa kupokea vitu kutoka kwa Mungu. Yoyote amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yupo. Na jioni ya leo ninatamani niongelee kwa habari ya kumwamini Yesu Kristo. Ninataka niongelee nguvu iliyopo katika kumwamini Yesu Kristo. Biblia inaniambia ya kwamba yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Yaani inamaanisha hivi, aliyekuwa mgonjwa akiamini ndani yake anaweza kupona. Inamaanisha hivi, aliyekuwa amelogwa akimaanisha na kuamini ndani yake anaweza kupokea uponyaji. Inamaanisha hivi, yeye aliye na dhambi ambaye amekataliwa na dhambi nyingi sana, akaitwa majina mabaya, akiamini ndani yake ana uwezo wa kupokea ukombozi. Inamaanisha hivi tena ya kwamba yeye ambaye amepitia mateso mengi, kama akiamini Yesu Kristo, hayo mateso yanaweza kuondoka. Ndio maana Biblia inaniambia yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Ayaaminie wapi? Aaminie katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yote yanawezekana
hai. Hakuna jambo lolote linaloshindikana ndani ya jina la Yesu. Hakuna jambo lolote linaloshindikana mbele za Mungu, lakini huwezi kupokea mpaka umeamini. Wengi wanajiuliza ya kwamba mbona nimetafuta msaada kwa Mungu lakini sijapata, nimeingia kanisani lakini sijapata msaada, nimetafuta sehemu mbalimbali lakini sijapata. Nataka nikwambie jioni ya leo, shida sio kutafuta, shida sio kuzunguka, ni imani yako bado ni ndogo, na imani yako inaamini vitu ambavyo havipo hai, na imani yako inaamini vitu ambavyo havipo hai. Lakini jioni ya leo nimekuja kukutangazia ya kwamba ipo nguvu katika kumwamini Yesu. Nataka nikwambie tena, ipo nguvu katika kumwamini Yesu. Nimetumwa nikwambie tena ya kwamba ipo nguvu katika kumwamini Yesu. Tulijifunza Jumapili ya kwamba Mungu anatupenda na alikufa msalabani na alikuja ili kutuokoa, lakini wokovu hauwezi kutokea pasipo kuamini. Wokovu hauwezi kutokea pasipo kuamini. Uponyaji hauwezi kutokea pasipo kumwamini Yesu. Uzima hauwezi kutokea mpaka umeamini. Maandiko yanasema yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Sio kwake yeye anayeshindwa, sio kwake yeye anayesita sita. Na ninawashukuru sana wale ndugu zangu wa jana walipokea uzima, wapo mahali hapa. Nina ndugu zangu jana waliamini wakapokea uzima. Kuna mmoja alikuwa hawezi kutembea, lakini kwa imani alitembea. Nini kilichofanya atembee? Ni kwa sababu ya imani. Yesu Kristo anakupenda, lakini kama usipoamini hautapokea uzima ulionao. Yesu Kristo anakupenda, lakini kama hutaamini hautapokea ushindi. Nikirudi kwenye maandiko, kitabu cha Marko sura ya 9 na ile sura ya 23, maandiko yananiambia alikuwa na baba mmoja aliyekuwa na mwana wa pekee aliyekuwa anampenda sana. Huyo mtoto alikuwa ni wa kiume aliyekuwa akimpendeza huyo baba, lakini maandiko yananiambia kuna mjinga mmoja anaitwa Ibilisi na Shetani. Huyo ndio mwenye chanzo cha magonjwa yote, huyo ndio mwanzilishi wa mateso yote yanayotokea katika ulimwengu huu. Nisikilize kisa hichi. Maandiko yananiambia ya kwamba yule baba alikuwa anampenda huyo mtoto na anamtegemea. Wakati anampenda huyo mtoto, Ibilisi akamwona yule mtoto akampelekea ugonjwa wa kifafa. Yule mtoto akawa hawezi, yule mtoto akawa anaumwa, yule mtoto akawa anateseka, kwa kuwa baba anampenda mtoto wake. Maandiko yananiambia akaanza kutafuta msaada huku na kule, akizunguka kwa madaktari waweze kumsaidia ili yule mtoto apone. Lakini kila alivyokuwa anazunguka ndipo hali inazidi kuwa mbaya. Yule baba akazidi kutafuta, akatumia pesa zake zote, akatumia mali zake zote kutafuta msaada, lakini hakupata. Akazunguka tena, akasikia siku moja ya kwamba kuna mtu anaitwa Yesu. Akasikia siku moja ya kwamba kuna mtu anaitwa Yesu. Huyo hajawahi kushindwa, huyo anaweza yote, huyo ni Mungu aliye hai, huyo ni anaokoa. Akasikia hizo habari katika mtaa ya kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Yesu wa Nazareti. Yeye akikutana na magonjwa anayaponya, yeye akikutana na magonjwa anayaponya. Madaktari huwa wanatibu, lakini Yesu Kristo huwa anaponya. Akasikia kwamba kuna mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo, shida haijawahi kumshinda, yeye yupo juu ya shida. Nisikilize tena katika kisa hiki kizuri. Yule baba akasema kwa gharama yoyote nitafanya mpango nikutane na huyo Yesu. Biblia inaniambia akaanza kutafuta, akasikia kwamba Yesu anapita katika mji wao. Alipofika pale akawapeleka kwa watumishi wa Mungu. Alipokutana wale watumishi wakamfanyia huduma, lakini yule mtoto hakupokea uponyaji. Alipofika pale akamwambia Yesu Kristo, nimemleta mtoto huyo lakini hajafanyiwa uponyaji. Yesu Kristo akamwambia yote yanawezekana kwake yeye aaminie, yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Yule baba akasema, Yesu Kristo nisaidie kutokuamini kwangu. Ninatamani nikwambie shida ulionayo, ugonjwa ulionao, Yesu Kristo anasema yote
una shida kama ya huyu kijana, lakini ndoa inakusumbua, lakini ulevi unakusumbua, na umeitwa majina mabaya ya kwamba wewe ni mtenda dhambi, ya kwamba wewe ni mzinzi, ya kwamba wewe ni mchawi, lakini nimetumwa nikwambie, Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yako na mimi, ili atusamehe. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Uponyaji unawezekana kwake yeye aaminie. Uzima unawezekana kwake yeye aaminie. Iko wapi imani yako jioni ya leo? Iko wapi imani yako jioni ya leo? Yesu anakuita umpokee na akutengeneze. Alama kula masia. Umesikia habari nyingi za kuogopesha maisha yako. Umekuwa na maisha yasiyokuwa na furaha, lakini jioni ya leo ninazo habari njema ziletazo wokovu kwa yoyote aaminie. Ninazo habari njema ziletazo uzima kwa yeye aaminie. Ninazo habari njema ziletazo ushindi kwa yeye aaminie. Yeye amwaminie Kristo hatapatikana na magonjwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya Yesu huko kuna uzima, ndani yake Kristo kuna uzima. Yeye amkubalie Kristo anapokea uzima. Mama yangu, kaka yangu, dada yangu, baba yangu, jioni ya leo usitamani kurudi na sura ya huzuni. Yesu Kristo anasema kazi ni ndogo, wewe amini tu, wewe amini tu, wewe amini tu. Yote yanawezekana kwake yeye aaminie, katika jina la Yesu Kristo aliye Nazareti aliye hai. Haleluya, haleluya. Yule baba akasema nimeteseka vya kutosha, ya nini kung'ang'ania mateso? Si bora nikubali tu, huyu Yesu hatozi gharama yoyote, ni bora tu niamini. Maandiko yananiambia akamwendea Yesu. Alipomwendea Yesu, Yesu Kristo akasema mimi nilikuja kwa ajili ya wenye mateso, mimi nilikuja kwa ajili ya walioonewa, mimi nilikuja kwa ajili ya waliosamehe, mimi nilikuja kwa ajili ya waliokataliwa. Sikuja kuhukumu bali kuokoa. Akamwambia baba, mtoto wako amepona sawa sawa na imani yako. Jioni ya leo ninatamani imani yako isipuke tena juu ya huyo Yesu Kristo. Ni wakati mwingine umezisikia hizi habari lakini ulizipuuzia, ndio maana umebaki na matatizo, ndio maana adui amekuonea. Nisikilize nikwambie, Biblia inaniambia ya kwamba shetani ni mwivi, shetani ni mwizi, lakini shetani ni muuaji. Shetani ameua ndoa za watu, shetani ameua familia za watu. Ndoa yako ina shida kwa sababu shetani yupo. Ndoa yako ina matata kwa sababu shetani yupo. Pombe inakusumbua ni kwa sababu shetani ameyatawala maisha yako. Ninajua hata wewe upendi ulevi, ninajua hata wewe upendi uzinzi, ninajua hata wewe upendi ukahaba, ninajua hata wewe upendi mateso. Unapenda kuishi kwa amani, lakini umetafuta amani haujaipata hata leo. Lakini jioni ya leo yupo mwanaume Yesu, tunamtangaza yeye anaweza yote, ni kuamini tu. Na itafuta imani ya mama mmoja, uondoke amekutendea, uondoke amekutendea. Iko wapi imani yako? Iko wapi imani? Yesu anauliza tena Mafinga, yuko wapi mwenye imani nimtendea aliyo mema? Aliyabababalaita, ninampenda Yesu. Yesu Kristo anauloma. Maandiko yananiambia siku moja katika kitabu cha Matendo sura ya 3 mstari wa 1 na kuendelea, palikuwa na watumishi wa Mungu wanapita katikati ya Yerusalemu wakienda ibadani. Pale katikati ya lile lango wakamkuta kiwete mmoja ambaye amekuwa kwa muda mrefu hawezi, ameteseka sana. Yule kiwete amekuwa hawezi kwa muda mrefu. Yule kiwete alitengwa na ndugu zake, yule kiwete alikataliwa na jamii. Kwa hiyo ilibidi akakae kwenye mlango akiomba sadaka ili watu wamsaidie. Maandiko anasema siku moja watumishi wa Mungu wanapita, Petro na Yohana wakamkuta
katika lile lango, wakamwambia sisi hatuna fedha, sisi hatuna dhahabu, sisi hatuna mali, lakini tukupacho tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu Kristo simama uende. Maandiko yananiambia yule kiwete akainuka, yule kiwete akainuka. Kwa ajili ya nini? Kwa sababu maandiko yananiambia yule kiwete alivyoona akajenga imani yake, akasema saa ya wokovu imefika, ni leo. Yule kiwete akasema leo ninajenga imani ili niupate wokovu. Maandiko yananiambia akapokea uponyaji saa ile. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nguvu ya kuliamini jina la Yesu. Jioni ya leo ninatangaza ya kwamba Yesu Kristo anaweza. Jioni ya leo ninatangaza ya kwamba Yesu Kristo ni mshindi juu ya yote. Iko wapi imani yako? Iko wapi imani yako? Ninaitafuta mwenye imani moja. Haya baba la siaba, haya kadaya. Huko mbali wanauliza, wanasema viwanja vya msingi nini kimetokea? Ni Yesu Kristo wa Nazareti anapita Mafinga. Yesu Kristo wa Nazareti anapita Mafinga, anatafuta. Yuko wapi baba mwenye imani? Yuko wapi binti mwenye imani? Nimtendee mema. Yuko wapi mwenye imani? Haya yarakadia. Kwa nini kung'ang'ania mateso wakati Yesu alikufa msalabani? Kwa nini kung'ang'ania dhambi wakati Yesu alikufa msalabani? Yesu Kristo ni wa huruma, Yesu Kristo ni wa upendo. Namtangaza yu hai jioni ya leo, yu hai jioni ya leo, yu hai jioni ya leo. Hahitaji vitu vingi. Narudia tena, hahitaji fedha, hahitaji degree, inahitaji kitu kidogo, kinaitwa imani. Iko wapi imani yako? Kwa nini ukubali mateso? Kwa nini ukubali hayo maisha? Leo mwamini Yesu abadilishe maisha yako. Nisikilize nikupe ushuhuda. Siongelei haya mambo tu, nimeyakuta kwenye maisha yangu nikiwa nakuwa kijana bado mdogo. Adui alinionea, niliumwa sana miaka kadhaa. Walitafuta msaada lakini hawakuona. Walinipeleka hospitali wakapima magonjwa yote lakini hawakukuta. Walizunguka kwa wataalamu mbalimbali lakini hawakukutwa na jambo lolote ambalo linanisumbua. Kumbe ibilisi alikuwa ananionea, kumbe ibilisi alikuwa anatesa maisha yangu. Siku moja kama ya leo, haya yakadia habari, zikasikika habari za mwanaume mmoja anaitwa Yesu Kristo. Nilipozisikia zile habari nikaamini ndani yangu, nikasema sikubali kuendelea kuteseka. Leo nitaenda kukutana na Yesu Kristo. Waliponiombea nikapokea uponyaji, nikawa mzima. Na jioni ya leo nipo na ushuhuda kukuita mwana wa Mungu. Wewe ambaye umeteseka kwa muda mrefu haujapata majibu, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni watoto wanakusumbua, Yesu Kristo ndiyo jibu lako. Yesu Kristo ndiye jibu lako. Wewe amini tu. Nikupe ushuhuda wa pili. Wakati naendelea pia kukua, ama nimeonewa na shetani zaidi ya mara ya kwanza. Adui akanipiga upofu, macho yangu yakaacha kuona, nikawa siwezi tena. Babu yangu ni tabibu wa macho, ana specialist, lakini kwenye macho yangu alishindwa, hakuweza. Wazazi wakawa wana amani, wazazi wakateseka. Lakini siku moja akiwa nimemwamini huyu Yesu, macho yakiwa hayaoni, nikasema Yesu niponye kama ulivyosema, kwa kupigwa kwako tumepona. Yesu Kristo akanifungua, na jioni ya leo akatutuma tuje Mafinga kutangaza ya kwamba anakupenda, anaweza kukutendea kama alivyonitendea mimi. Ndio maana nipo hapa, nina ujasiri. Mapepo yanajua ya kwamba Yesu Kristo yupo juu ya magonjwa. Kuzimu inajua ya kwamba Yesu Kristo yupo juu ya wote. Narudia tena, shetani anajua ya kwamba Yesu Kristo yupo juu ya yote, yupo juu ya magonjwa, yupo juu ya shida, yupo juu ya kila tatizo. Yesu
Yesu Kristo ni suluhisho la kila tatizo ulilo nalo. Na itafuta imani yako. Imani yako iko wapi leo? Imani yako iko wapi leo? Yesu Kristo akutendee mema. Imani yako iko wapi? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya makutano. Amen. Naomba nikupe sababu tatu kisha nimalize. Sababu tatu za msingi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sababu tatu za msingi. Kwa nini umwamini huyu Yesu? Kwa nini umwamini huyu Yesu? Ndani ya dakika chache napokwenda kumaliza, na Yesu Kristo alithibitisha neno lake kwa kukuokoa wewe, kwa kukuponya wewe, na urudi na ushindi na furaha nyumbani kwako. Sababu ya kwanza, Yesu Kristo ndiye suluhisho la matatizo yote. Kama ambavyo nimekwisha kusema, nimefafanua vizuri hiyo point, umenielewa ya kwamba Yesu Kristo ndiye suluhisho ya matatizo yote unayoyajua duniani. Tumeona kwa habari ya kifafa aliponya, tumeona kwa habari ya mfu alifufua, tumeona kwa habari ya kuponya macho ameponya, kwa habari ya ndoa anaponya, kwa habari ya biashara anaponya. Pointi ya pili, Yesu Kristo, kwa nini umwamini? Kwa sababu yeye anatusamehe dhambi na kutuosha na kututakasa. Nisikilize tena, nisikilize jioni ya leo, nisikilize jioni ya leo. Chanzo cha matatizo yote kwenye maisha ya mwanadamu ni dhambi. Chanzo cha matatizo yote kwenye maisha ya mwanadamu ni dhambi. Ni dhambi peke yake, na dhambi hiyo inakusababishia matatizo hapa duniani, lakini dhambi hiyo hiyo inasababisha ukose ufalme wa mbingu. Kwa nini kuteseka duniani kwa dhambi? Dhambi imewatafuna wengi, dhambi imeharibu maisha ya wengi, na wengine mpo hapa mnatamani kuacha lakini mmeshindwa. Nikakutana na mtu mmoja ananiambia, nimetafuta dawa ya kuacha pombe lakini sijapata. Kwa nini? Kwa sababu dhambi imemtawala. Kuna mwingine anatamani kuacha uzinzi kwa sababu uzinzi au ukahaba hata naye haupende, ni jina baya na jina chafu, lakini hawezi. Mwingine ndoa yake imekuwa inasumbua, anatafuta msaada lakini hawezi. Najua umeitwa majina mabaya, ukasaraulika, nawe ukakata tamaa, lakini jioni ya leo Yesu Kristo anakupenda. Anasema, mwanangu rudi, rudi mwanangu nikutakase, mwanangu rudi nikutengenezee maisha tena. Hata kama ulikuwa umekata tamaa, Yesu Kristo yeye huwa anarejesha. Haijalishi una dhambi kiasi gani, mpaka wewe mwenyewe unajiogopa, lakini Yesu Kristo anakupenda hivyo ulivyo. Anatafuta imani yako, anatafuta imani yako, anatafuta imani yako. Imani yako iko wapi? Yeye akutakase, akusafishe tena, uwe huru, uwe huru tena. Anatafuta ni nani ambaye atakaye mwamini. Maandiko anasema yote yanawezekana kwake yeye aaminiye. Haleluya, Amen. sasa nataka nimalize kwa kilichotuleta Mafinga. Iliyo pointi ya mwisho na ya muhimu sana kwa ajili ya Mafinga, hii ndio imebeba azma kubwa ya sisi kuja hapa. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Nisikilize ninapokwenda kumaliza. Nisikilize, naomba Wabeloya tutulie ninapoenda kumaliza na hii pointi nzuri na ya msingi na ya muhimu. Kama ukuelewa kote hapa, naomba unisikilize. Yesu Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Natamani nikwambie, mwana wa Mungu uliye hai, wewe mtu mzuri wa Mafinga, kuna maisha baada ya hapa duniani, kuna maisha baada ya hapa duniani. Ndio maana yule babu yako alishakufa, haupo naye tena. Biblia inaniambia ya kwamba Kristo ndiye njia ya kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya Yesu Kristo. Yeye anayetaka kwenda kumwona Mungu ni lazima kwanza amwamini Yesu Kristo, ni lazima kwanza amwamini Yesu Kristo. Jioni ya leo amua kufanya
maamuzi ya busara kwa ajili ya hatima yako ya milele. Kuna maisha ya pande mbili baada ya kufa. Pande ya kwanza ni jehanamu ya moto. Hiyo jehanamu ya moto ni kwa ajili ya shetani na malaika zake waovu, lakini mbinguni ni kwa ajili ya wewe mwana wa Mungu, ni kwa ajili ya wewe mtu wa Mafinga, ni kwa ajili ya wewe baba, ni kwa ajili ya wewe mama, ni kwa ajili ya wewe kijana. Tunakuita leo. Maandiko yananiambia hauwezi kwenda mbinguni isipokuwa umemwamini Yesu Kristo. Sioji jioni ya leo ya kwamba ikiwa leo utafariki utakwenda wapi, kwa sababu maisha baada ya hapa duniani yanaendelea, na maandiko yanasema wenye dhambi wote sehemu yao ni katika ziwa la moto. Ya nini kung'ang'ania dhambi wakati msamaha ni bure? Ya nini kung'ang'ania dhambi wakati msamaha ni bure? Ya nini kuteseka wakati uponyaji ni bure? Ya nini kuteseka wakati uzima ni bure? Ya nini kung'ang'ania dhambi, mtu wa Mungu, wakati Yesu Kristo anakupenda? Anachokihitaji ni imani yako. Unaniambia mhubiri, nimekusikiliza sana, nifanyeje sasa? Unaniambia nimekusikiliza sana, lakini nifanyeje sasa? Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 9 mstari wa 10, sura ya 10 mstari wa 9, maandiko yanasema mtu akimkiri Yesu na kuamini moyoni mwake ataokoka. Inahitajika kitu kimoja, kuamini na kukiri magonjwa yako yote, kuamini na kukiri usamehewe dhambi, kuamini na kukiri uandaliwe kwa ajili ya kwenda mbinguni. Yesu Kristo anakupenda, mtu wa Mafinga. Yesu Kristo anakupenda, mtu wa Mafinga. Simama mahali ulipo, simama mahali ulipo na uanze kusogea mbele. Naomba tuanze kusogea mbele. Simama mahali ulipo, simama mahali ulipo. Mbele mshike jirani yako. Wewe uliyoko mbali huko, ninakuita sogea, mshike jirani yako. Tusogee mbele wote, sogea tu mbele hapa pasuri, tunapoenda kuombeana baraka na kuahirisha mkutano huu. Ninatamani usiondoke kama ulivyokuja. Ninatamani jioni ya leo upokee uponyaji. Ninatamani jioni ya leo utoke na ushindi. Mateso yaliyokuonea yaishe, dhambi iliyokutawala iishe. Msogeze jirani yako mahali tu hapo pasuri, sogea naye jirani, shike jirani yako mkono. Tulioko huko mbali, huku praise team mkituimbia wimbo na rudi. Sogea mtu wa Mungu, tuombeane baraka jioni ya leo. Sogea na wasubiri watu tulioko nyuma. Kutoka mbali sasa Sogea karibu mtumishi wangu, shike jirani yako, sogea. Sasa narudi, ukimshika jirani yako mkono, sogea mahali ulipo. Kutoka mbali Bwana, sasa unikaribisha. Narudi, sasa narudi, ninarudi. Sogea, ninakusubiri wewe uliyeko mbali. Sogea uliyeko mbali. Jioni ya leo ninatamani uamue jambo moja la msingi sana kwenye maisha yako, kumwamini Yesu Kristo, umpe maisha yako, yeye akubadilishe, yeye akugeuze. Na jioni ya leo usifanye moyo wako mgumu, shetani asije akakuonea tena. Imba wote makutano. Funika macho mahali ulipo, funika macho mahali ulipo, funika macho mahali ulipo, funika macho mahali ulipo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya watu hawa.
Asante kwa kuwa uliwafia msalabani. Asante kwa kuwa uliwapenda. Ninakushukuru Yesu Kristo kwa ajili ya watu hawa Mafinga. Asante kwa kuwa utawaponya. Asante kwa kuwa Baba utawaokoa katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana wa mabwana. Umezisikia hizi habari, na wakati mwingine zinaweza zikawa ni habari za mwisho kwako, ya kwamba Yesu Kristo anakupenda, alikufa kwa ajili yetu ili sisi tuwe huru, ili sisi tusiteseke, ili shetani asipate nafasi kwenye maisha yetu, lakini alikufa ili sisi siku moja tuulisi ufalme wa mbinguni. Jioni ya leo ninatamani umrudie huyu Mungu na ukubali atembee pamoja nawe. Sasa makutano wote tukiwa tumefunga mkono, tukiwa tumefunika macho yetu, funika macho yetu, funika macho yako, funika macho yako. Yeye ambaye anatamani kumpa Yesu maisha, anasema ninatamani kumpa Yesu maisha jioni ya leo, nitoke mzima. Nyosha mkono mahali ulipo, nyosha mkono mahali ulipo, nyosha mkono mahali ulipo, sogeze mahali hapa. Anayesema nimechoka kuteseka, ninatamani nimpe Yesu maisha, aniokoe na aniponye. Nisikilize mtu wa Mungu, hauwezi kupokea uponyaji kama usipomwamini Yesu. Anayesema natamani nimrudie Mungu, nitengeneze upya tena, nyosha mkono mahali ulipo, mtu mzuri wa Mungu. Yesu anakupenda, sogeze hapo. Ninakusubiri tena mama yangu. Yesu Kristo anakupenda. Hauwezi kupokea uzima kama usipomwamini Yesu. Hauwezi kupokea uponyaji kama usipomwamini Yesu. Wakati mwingine shida haziishi nyumbani, ni kwa sababu adui anakuonea. Maisha ni yako, usimwonee mtu aibu. Makutano, funika macho, funika macho, funika macho mahali ulipo. Na kusubiri wewe mama unasema natamani kumpa Yesu maisha, na kusubiri baba yangu mzuri. Usiogope, Yesu anakupenda. Usiogope, Yesu anakupenda. Na wewe ambaye unatamani kutengeneza, unasema natamani nitengeneze na huyu Mungu, pia naomba usogee, usimwonee mtu aibu. Maisha ni yako, maisha ni yako, mtu mzuri wa Mungu. Yesu Kristo anakupenda. Funika macho mahali ulipo, funika macho mahali ulipo. Ninakusubiri wewe mama, nakusubiri wewe kaka, nakusubiri. Sogea mahali ulipo, usiogope. Sogea mahali ulipo, usiogope. Yesu Kristo anatupenda. Yesu Kristo anatupenda. Anatupenda, alitufia msalabani kwa ajili yetu mimi na wewe. Nisikilize mtu wa Mungu, leo ni siku ya wokovu, na saa ya wokovu ni leo. Ukiikosa hii nafasi utakuja kujuta siku moja. Utajiuliza, kwa nini nilipokuwa duniani sikumkiri huyu Yesu? Ni heri leo ukubali na Yesu Kristo atengeneze maisha yako. Ninakusubiri wewe mama ambaye unajishauri, ninakusubiri wewe baba ambaye sauti hii inasema nawe ndani. Sogea utengeneze na Mungu. Kama unajiona pia mambo yako hayaendi, sogea mstari wa pili. Mbona unafanya vitu vingi? Natamani jioni ya leo huyu Yesu ninayemwongea sio wanasalia, ni wa vitendo. Una mgonjwa, naomba sogea pia hapa mbele. Wagonjwa wote naomba wapange hapa mstari wa pili. Wagonjwa wote, wewe ambaye una shida, unatamani kupokea uponyaji, na nisikilize mtu wa Mungu. Wengi unaweza ukawa umeombewa lakini upokee uponyaji kwa sababu ya hujaamini. Inabidi uokoke upya, inabidi uokoke upya ili upokee uponyaji, na kazi ni nyepesi, ni kuamini tu. Wewe ambaye unajihisi mgonjwa, sogea hapa mbele, sogea mstari wa pili. Wagonjwa wote wasogeze hapa mstari wa pili. Kama unajihisi mgonjwa ndani yako, sogea hapa mbele, sogea mstari wa pili. Ninakusubiri wewe hapa nyuma unayejishauri bado. Yesu Kristo anakupenda. Yesu Kristo anakupenda. Wewe ambaye bado unajishauri, anatamani akuponye, anahitaji imani yako. Sogea kwa imani leo, sogea kwa imani leo, sogea kwa imani leo. Yesu Kristo anatupenda. Yeye anaweza yote, kwake yeye aamini. Na kusubiri wewe ambaye bado una shida,
una shida nyumbani, aidha ndoa inasumbua, au biashara zako haziendi, una matatizo mengine, au na mtoto anasumbua, familia inasumbua, naomba sogea tu mbele, sogea mbele, usiogope mtu wa Mungu. Maisha ni ya kwako na familia ni yako. Sogea, Yesu Kristo anatupenda. Sogea mtu mzuri wa Mungu, sogea, usiogope, usiogope, usiogope mtu mzuri wa Mungu. Sogea mama yangu, nakusubiri wewe, nakusubiri tu wewe, usiogope, usiogope. Na kuna wengine mnatamani kumpa Yesu maisha, usiogope mtu, ndugu yangu, maisha ni yako. Biblia inasema atakayenionea aibu mbele za watu, nami nitamwonea aibu siku ya baba yangu. Nakusubiri wewe, nakusubiri wewe, nakusubiri wewe. Uponyaji ni bure na wokovu ni bure, na Yesu anatakasa bure. Yamkini uliombewa siku nyingi, lakini haukupokea uponyaji. Leo amini na itafuta imani yako, na itafuta imani yako, na itafuta imani yako, na itafuta imani yako. Na kusubiri, nimebakiza dakika chache tu tuanze kufanya maombezi. Bila kusubiri wewe mtu mzuri wa Mungu, huko praise, endelea kuimba, endelea kuimba. Na kusubiri kakaangu, tulioko nyuma huko mbali, ninawasubiri, sogeze, sogea karibu. Mashemasi naomba nisogezee watu wale kule, wanataka kumpa Yesu maisha. Na kusubiri wewe baba, na kusubiri wewe baba. Shalamando rabasakatai, robokosakapai, ripakasura mahanda barakatua, shalabaruska badia. Mama uko nyuma, na kusubiri wewe, sogea umpe Yesu maisha, usiogope mtu mzuri. Yesu anatupenda. Mashemasi nisogezee watu wazuri wa Mungu. Rabakasaka tabaradia, robosekete madia bai, shanda rabakatusa badia, ripapashanda barakatai, adia basura bakadua bai, rebosekete geria bai, alakatuaska barakadia, elekesha barabarakadai, alabaruska barakatua bai, aishara rabakadua bai, ashama bakadua bai, ashama bakadua bai. Yesu Kristo ninakuita, Yesu Kristo ninakuita kwa ajili ya makutano katika jina la Yesu. Asante Yesu Kristo, asante Yesu Kristo. Nilikuwa nakusubiri wewe, nakusubiri wewe ambaye bado unaishi, ambaye unatamani kumpa Yesu maisha. Hii ni sauti ya Mungu inasema na wewe mbele zako. Usifanye moyo wako mgumu leo, kubali Yesu abadilishe maisha yako. Nakusubiri wewe mama na baba yangu na rafiki yangu kijana, sogea, na wasubiri wale kule. Yes, mashemasi nisogeze, wanatamani kumpa Yesu maisha, wasogeze. Naomba mashemasi wasogeze. Karabashanda rabakatia, leko sanda rabakaya, manda bashakataya baruskatia. Wasogeze watu wazuri wa Mungu, wasogeze tu hapa, wasogeze. Mama yangu usiogope, 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 sogea tu hapa. Yesu anatupenda. Makashuda barakatwa, wasogeze hapa mbele. Manda rabashakataya, salika baronda bakatwala barasula, rosoko palakatayadi apala, shanda baruska pala kadua pa, alia katakata swada barakatwala barakatua, asanda babalakatia pa, salia kadabala katua pa. Yesu Kristo anakuita, nakuita kwa ajili ya hizi nafsi ambazo adui ameweka moyo mgumu. Shanda kalakatua palakatwala barakatia, shanda barakataya barakatia pa, alia kadabalanda rabasaya barakatia, shanda na barakata, shanda na barakata, alakatua barakata. Naomba makutano waliokoka kwa dakika moja tuombe. Kuna kitu nakiona mahali hapa kwenye mkutano. Omba ndani ya dakika moja. Ayakatua basaya baya, ayabakatua baya baya, ayabakatua baya baya, ayakata na basakata, arabalakata na basakata, arabalakata na barakata, arabasaya barakata, arabasaya barakata, shada na barakatua ba, shada na barakatua ba, shada na barakatua ba, shada na barakatua ba. Haleluya, swali la leo leo Maria, shada na barakatua ba, haleluya, kabla ya Yesu ni ba, arabarasula Maria, shada barakata,
Sasa nitoe nafasi wasogeze, endelea kusogea, mtumishi wa Mungu na kusogea. Sasa nafikiri jana alikamatwa mchawi na hapa anamuona. Nakupa dakika chache, sogea mbele utubu. Yesu Kristo huwa habagui wachawi, huwa habagui waganga, anatupenda. Nimekuona, sogea karibu. Mungu anakupenda tu, anakupenda. Najua hata unatumikisha upendi, najua upendi, najua upendi. Kama unatamani kumpa Yesu maisha, naomba music tulia kidogo, naomba tulia kidogo. Najua Yesu Kristo anakupenda. Hiyo mizigo inayokutesa anatamani aiondoe leo. Makutano, funika macho, funika macho. Najua Yesu Kristo anakupenda, nimekuona na wewe najua umeniona. Kwa hiyo nakupa dakika hizi chache, kubali mpe Yesu maisha. Na wewe mwingine ambaye bado unajishauri ndani yako, Yesu Kristo anatupenda wote, wote anatupenda. Anatamani atutengeneze wote. Haijalishi tatizo gani linakusumbua, haijalishi ni shida gani imekutesa kwa muda mrefu, bado anatupenda, bado anatupenda. Msogeze, sogea, na kuita wewe mara ya mwisho. Nimebakiza wewe tu, ndo nakusubiri. Na Mungu anakupenda sana, tunakusubiri wewe mheshimiwa. Mungu ambaye anakupenda. Asante Yesu, asante Yesu. Sasa naomba nikutangazie neema ya Mungu. Bado Yesu Kristo anakupenda pamoja na hayo matatizo. Na hivyo vitu ulivyo navyo, kama unaona aibu kupita hapa mbele, kanisa lipo pale, utaenda kuwaona watumishi wa Mungu. Lipo pale, nimeshakuona. Takupa siku ya kesho tu, kwa kuwa Yesu Kristo anakupenda. Basi tutakupa siku ya kesho tu ya kutubu. Naomba watu wazuri wa Mungu tuliopita hapa mbele, Mungu awabariki sana. Naomba nifuatishe sala hii, naomba nifuatishe sala hii. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwa upendo wako, kwa kuwa ulinifia msalabani ukaniokoa mimi. Ninakushukuru. Siku ya leo futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Siku ya leo ninamkataa shetani na mambo yake yote. Ninaomba Yesu Kristo uingie ndani yangu, ubadilishe maisha yangu, uanzishe mwanzo mpya. Ninakukubali na kukiri ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu, ulifufuka katika wafu. Amen. Naomba makutano wote nyosha mkono, wabariki hao waliomkubali Yesu. Para soka pango shakata para basule pera sulaba shanda barakatwala balasula bahando shalia katabara stadia. Baba, ninawaleta watu wako hawa mikononi mwako. Naomba neema yako kwa kuwa wamekubali kutubu. Yesu Kristo, ukawaongoze, ukawasaidie, ukawatetee, ukawatunze, ukawasaidie, ukawatetee, ukawatunze, ukawatetee. Basi yamanana basakata salabakula bari salabakula bari. Yesu Kristo, ukawatetee, ukawatunze, ukawalinda, ukawatetee, ukawatunze, ukawatetee, ukawalinda, ukawatunze, ukawatetee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Naomba watu hawa wazuri waliompa Yesu maisha, kama wewe ni mgonjwa ubaki hapo hapo. Kama upo salama umempa Yesu maisha, naomba wapewe utaratibu mzuri ili tuombee wagonjwa. Kama wewe umepita hapo mbele umeokoka sahihi na bado ni mgonjwa, baki mahali hapo ulipo. Na kusubiri sasa
Wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye ni mgonjwa, wakati huu tunaenda kuombea. Hata kama umeokoka lakini bado ni mgonjwa, sogea mbele. Una mtoto anaumwa, una ndugu yako anaumwa. Yesu hazuiliwi na umbali. Yesu hazuiliwi na umbali. Sogea tu mahali ulipo. Amen. Amen. Yesu Kristo ili akuponye lazima uwe umemkubali na uwe umempa maisha yake. Kama bado ulikuwa haujampa Yesu maisha na unatamani ya kuponye pia na umepita hapa, inua mkono tu mahali ulipo. Ndani ya dakika moja, inua mkono mahali ulipo. Asante mama yangu mzuri. Asante. Na mwingine kama upo, yes, na kusubiri tu wewe kisha tufanye maombezi. Na unatoka mzima mahali hapa, inua mkono. Yes, asante mama. Kama kuna mwingine pia alikuwa hajaokoka na anatamani kumpa Yesu maisha, hauwezi kupokea uponyaji kama Yesu Kristo usipomwamini. Haya, naomba uniongoze mama yangu na bibi yangu mzuri sala hii. Sema: Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya uponyaji wako na uzima wako. Asante Baba kwa kuwa ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Siku ya leo futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Amen. Baba, nakushukuru kwa ajili ya watu hawa, wapokee uzima kwa kuwa wamekuamini. Sasa makutano wote naomba tuwawekee mikono. Nyosha, tamka uzima kwa ajili ya watu hawa. Naomba wahudumu wawekee mikono. Na wewe ambaye unaumwa, weka mahali ambapo panauma. Weka mkono mahali ambapo panauma. Sana mara sakata. Ninatamka uzima kwa jina la Yesu. 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 Magonjwa yote ni halali, ni halali, ni halali kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ewe ugonjwa, ewe shida uliyekaa ndani yake, uliyekaa ndani yake, ninakuapisha, ninakuapisha kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Miguu, waache kuondoka. Ewe pepo iliyokuwa na miguu isogeze. Naomba wewe bibi, naomba wewe bibi, una shida ya miguu. Sarababa katalia. Huyu sarababa sarababa. Naomba mwekee mkono kwenye tumbo. Hapa sarababa. Miguu kwa jina la Yesu. Kupokea uzima. Kupokea uzima. Miguu kupokea uzima. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila mateso yaliyokamata mwili wake yakaachiwe. 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 Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asante Baba kwa ajili ya uzima. Asante Baba kwa ajili ya uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Kwa jina la Yesu. 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 Magonjwa yote na yalaani. Na yalaani. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uzima ingie ndani yako. 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 Kwa jina la Yesu. 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 Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Pokea uzima. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba nisogeze. Mungu anawaponya. Anawaponya. Wende na uzima huo mlionao. Sogeza. Wekee mkono tu hapa. Wekee tu mkono hapa. In the mighty name of Jesus Christ. Kila tatizo liondoke. Toka. 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 Kwa jina la Yesu. Mwachie. 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 Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Awe huru. Kuwa huru katika jina la Yesu Kristo. Sogeze pale kwa ajili ya maelekezo. Naomba watoto wote nisogeze watoto. Malaka shada balaka tuapa. Aliana mandoro musakata. Shadia kadaka raska badua. Amani
Ramando Shadela Katwa. Naomba nisogeze watoto. Shakata baraskada badia. Ila mando robo soko palia. Asante Yesu kwa ajili ya watoto. Alabaka shura badia ba. Alabaka shura badia ba. Jeshi kubwa hili la watoto. Akapanda barakatwa. Ashina bahanda barakadua. Ashina bahanda barakatwala. Aliyashanda barakatwala. Atopa kadaba kadua. Na wewe mama ambaye una mtoto mdogo, sogea mstari wa nyuma. Ashakatakatua ba. Hata kama umeokoka msogeze mtoto. Nina shida na watoto kuliko watu wazima. Ashanda barakatwala barakatia. Aliya masula bahanda baradia. Ashina bahanda barakaya. Yesu Kristo anakuita kwa ajili ya watoto. Shanda barakatwala. Aliya mandara bakadia. Alabasula bahanda. Shanda bakonda babaya. Anda masula badia. Na kusubiri wewe ambaye bado una mtoto na yupo mbali. Ashina bakula badia. Anda barakatwala. Hata kama mama una mtoto uko nyumbani na anasumbua. Watoto waliumbwa kwa ajili ya baraka ya familia, sio kwa ajili ya mateso. Alakatuska na barakadia. Na wewe ambaye una mdogo yupo nyumbani lakini bado anasumbua. Hata kama una mdogo wako ni mwanafunzi lakini darasani unaona haendi vizuri, na wewe sogea mbele. Ashanda barakatwala badia. Ila masula bakada badia. Andoro bokotoska dia ba. Alia mandara basaita. Katika jina la Yesu. Aluana ruska badia. Apala basaya ba. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante watoto wazuri wadogo. Sasa watoto naomba mnisikilize. Yesu anatupenda. Sema amina watoto. Amen. Yesu anatupenda. Amen. Amen. Sasa nataka mnifuatishe sala hii. Sema Yesu. Yesu. Sema kwa sauti Yesu. Yesu. Tunakupenda. Tunakupenda. Siku ya leo tunakukubali. Njoo kwenye maisha yetu. Sema kwa sauti, njoo kwenye maisha yetu. Utulinde. Ulisema unapenda watoto. Na sisi tunakupenda. Njoo utulinde. Njoo utusaidie. Katika jina la Yesu. Tunamkataa shetani na mambo yake yote. Sema kwa sauti, na mambo yake yote. Tunamkataa shetani. Tunakukubali wewe Yesu. Amen. Naomba watu wote tuwaombee watoto. Ombea watoto, watamkie baraka, watamkie uzima, watamkie uwezesho. Asapa katwala. Sharika paroska. Rabando barakatwala. Ashira bahanda barakataya. Ile basta diapa. Ashanda baruapa. Ekatwala basia. Ila basada. Ende baraka. Aliyapao bosaya. Ila barakataya. Ilo boroso kotia. Ila basada. Olo kotora. Ila baroska dia. Ila basada ba. Sandaba. 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 Katika jina la Yesu. 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 Naomba mtoto huyo. Huyo hapo mtoto wako. Huyo hapo. Yes. Yesu Kristo kwa ajili ya watoto. Asante Yesu kwa ajili ya watoto. Asante Yesu Kristo kwa ajili ya watoto. Asante, 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 asante. Tulia ndani ya dakika moja. Naomba ndugu zangu, mama zangu na dada zangu wote, shika tumbo lako. Mama zangu, dada zangu, shika tumbo lako. Hilo tumbo limebarikiwa katika jina la Yesu. Adui hatakiwi kulichezea. Baba, katika jina la Yesu ninawaleta Baba watumishi wako. Unasema kwa uzao wa mwanamke adui atapondwa kichwa, matumbo yao yatabarikiwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu yatawe
Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru mfalme wa mbingu na nchi. Baba, kumbuka maisha yao mfalme. Baba, asante kwa neema hii ambayo imefika Mafinga. Mkutano huu ukawe ni chanzo cha uamsho, ukawe ni chanzo cha uzima na ukombozi kwenye maisha ya mji wa Iringa, katika jina la Yesu. Katikati ya Mafinga, Baba, nenda ukatembee. Baba, nenda ukaseme, uamsho ukatokee na uzima ukatokee. Wakumbuke watumishi wako wachungaji, wakumbuke vijana hawa Baba. Ninawabariki katika jina la Yesu Kristo, kama Baba walivyojitoa mahali hapa kwa ajili ya mkutano, kuanzia siku ya kwanza mpaka leo ni siku ya 7. Yesu Kristo, kawakumbuke. Ninatamka baraka kama Baba ulivyoniagiza. Ninatamka neema ya uwezesho katikati ya wanafunzi. Baba, kawatokee. Baba, kawapiganie kama walivyojitoa. Baba, ukajitoe kwenye maisha yao. Baba, ukajitoe kwenye maisha yao. Ninatangaza mbingu wazi katika jina la Yesu kwenye maisha ya vijana hao. Ninatangaza manono ya nchi yakawe juu yao, wanaokawapelekea msaada katika jina la Yesu. Wanapohitaji msaada, Baba, ukakumbuke utumishi huu, asiwepo hata mmoja katika na sisi wa kupotea. Nimekupigia magoti mfalme wa mbingu na nchi, kama ulivyosema Baba, ukafanye sasa na ulivyoniagiza katika jina la Yesu. Alisia mahali hapa Baba ikafunguliwe, na angalia mahali hapa ikawe ni lango la wokovu katika jina la Yesu. Shule ya mahali hapa Baba ikawe ni chanzo cha elimu na wasomi wakubwa katika taifa letu, na watoto hawa ninawabariki Baba, ukalinde na kuwatunza katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu Kristo kwa siku zote unanisikia, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.